Sifa za mtu mwenye akili nyingi. Ili tuseme huyu mtu ana akili nyingi, anakuwa ana sifa gani? Au ni vitu gani ambavyo tunakuwa tumeviona kwake hadi tuseme kweli huyu mtu ana akili nyingi? Basi leo ninakwenda kukupa maarifa haya ambayo huenda ulikuwa huyafahamu au huenda ukawa unayafahamu, lakini kujifunza hakuna mwisho. Unapoendelea kujifunza ndipo unapozidi kujua zaidi. Lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa wengine ili waweze kupata maarifa haya. Basi twende moja kwa moja bila kupoteza muda. Tuanze na kujua maana ya akili. Akili ni nini? Kiufupi, akili ni nguvu ya ndani ya ubongo inayotusaidia kufikiri na kuelewa mambo. Kwa maneno rahisi, akili ndiyo inayotuwezesha kutambua mambo yanayotuzunguka, kufikiri kabla ya kutenda, kutatua matatizo, kujifunza kutokana na uzoefu, na pia tofautisha kati ya sahihi na makosa. Mtu mwenye akili nyingi au mwenye uwezo mzuri wa kufikiria na kujifunza mara nyingi huonyesha sifa mbalimbali katika tabia na mienendo yake. Hizi ni baadhi ya sifa za muhimu. Sifa ya kwanza, mtu mwenye akili nyingi anapenda kujifunza kila wakati. Mtu mwenye akili nyingi hachoki kuuliza maswali na kutafuta maarifa mapya. Mtu huyu hachoki kuuliza kwa nini au inafanyaje kazi. Mfano, akiona kitu kipya kama simu au program, hutaka kujua jinsi inavyofanya kazi badala ya kuitumia tu juu juu. Sifa ya pili, mtu mwenye akili nyingi anafikiri kwa kina, critical thinking. Mtu mwenye akili nyingi hapokei taarifa bila kuichambua, yaani hachukui mambo juu juu. Anachambua, anatafakari na kuhoji kabla ya kuamini. Akiambiwa jambo, hujiuliza, hii ni kweli? Ushahidi uko wapi? Hii humsaidia kuepuka kudanganywa kiurahisi. Sifa ya tatu, mtu mwenye akili nyingi ni mbunifu, creative. Mtu mwenye akili nyingi anaweza kupata mawazo mapya au suluhisho tofauti kwa matatizo. Ana uwezo wa kupata njia mpya za kufanya mambo. Mfano, kama hana vifaa vya kutosha, anaweza kutumia vilivyopo kutatua tatizo kwa njia ya kipekee. Ana uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Hata tatizo lililozoeleka kwake linaweza kuwa fursa ya kupata suluhisho jipya. Sifa ya nne, mtu mwenye akili nyingi ana kumbukumbu nzuri. Mtu mwenye akili nyingi huweza kukumbuka taarifa muhimu na kuzitumia kwa wakati sahihi. Hukumbuka mambo muhimu kama mafunzo yaliyopita, majina au uzoefu uliopita na kutumia kumbukumbu hizo
kufanya maamuzi bora. Mfano, anaweza kukumbuka somo la zamani na kulihusisha na hali ya sasa ili kufanya maamuzi bora. Sifa ya 5. Mtu mwenye akili nyingi ana uwezo wa kutatua matatizo. Mtu mwenye akili nyingi anajua namna ya kukabiliana na changamoto kwa njia ya busara. Anapokutana na changamoto, haogopi. Huligawa tatizo vipande vipande na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua hadi apate jibu. Anapokutana na tatizo, haogopi, bali hujiuliza, tatizo ni nini hasa? Kisha utafuta njia mbalimbali za kulitatua. Sifa ya 6. Mtu mwenye akili nyingi ana nidhamu na uvumilivu mkubwa. Mtu mwenye akili nyingi hufanya kazi kwa bidii na haachi kirahisi hata anapokutana na ugumu. Hachoki haraka. Anaweza kusoma, kufanya kazi na kujifunza jambo gumu kwa muda mrefu hadi alielewe vizuri. Sifa ya 7. Mtu mwenye akili nyingi ana uwezo wa kuelewa hisia za wengine, emotional intelligence. Mtu mwenye akili nyingi anajua mtu mwingine anajisikiaje na hutenda kwa busara. Mfano, akiona rafiki yake ana huzuni, atajaribu kumtia moyo badala ya kumcheka. Anaelewa watu wengine na anajua jinsi ya kuwasiliana nao vizuri. Anajua wakati wa kuzungumza na wakati wa kunyamaza, au jinsi ya kumfariji mtu aliye na huzuni. Sifa ya 8. Mtu mwenye akili nyingi anajitegemea katika mawazo. Siku zote mtu mwenye akili nyingi hafuati tu wengine bila kufikiri. Ana maamuzi yake binafsi. Hafuati kila kitu watu wanachosema. Anaweza kusema hapana kama anaona jambo si sahihi, hata kama wengine wote wanasema ndiyo. Hafuati tu mkumbo. Ana msimamo wake baada ya kufikiri. Mfano, watu wakifanya jambo lisilo sahihi, yeye anaweza kukataa kushiriki hata kama anabaki peke yake. Sifa ya 9. Mtu mwenye akili nyingi ana uwezo mkubwa wa kuzingatia, concentration au focus. Mtu mwenye akili nyingi anaweza kuendelea na jambo moja kwa makini bila kukengeushwa na simu, kelele au watu. Anaweka akili yake kwenye jambo moja bila kuvurugwa. Faida ya hii humsaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kumaliza kile anachoanza. Sifa ya 10. Mtu mwenye akili nyingi anapenda kusoma na kuchunguza. Mtu mwenye akili nyingi hupenda kusoma vitabu, kuangalia video za kuelimisha, kufanya majaribio. Hupenda kuchunguza, kujua undani wa jambo. Lengo lake ni kuelewa zaidi dunia inayomzunguka.
Sifa ya 11. Mtu mwenye akili nyingi anakubali makosa na kujifunza. Mtu mwenye akili nyingi badala ya kujilaumu sana, hujiuliza, nimejifunza nini hapa? Na kutumia kosa hilo kuboresha maisha yake. Anaona makosa kama darasa na si mwisho wa safari. Mfano, akifeli mtihani, hutafuta kujua alikosea wapi badala ya kulaumu tu. Sifa ya 12. Mtu mwenye akili nyingi ana uwezo wa kupanga na kuweka malengo. Mtu mwenye akili nyingi hujua anachotaka kukifikia na huweka mpango wa hatua kwa hatua ili aweze kufika pale anapotaka. Mfano, anaweza kujiwekea ratiba ya kila siku. Unapofika muda fulani, inabidi nikae kujisomea, na pia unapofika muda fulani nitafanya kazi hii na kazi hii. Sifa ya 13. Mtu mwenye akili nyingi anabadilika kulingana na mazingira. Adaptability. Mtu mwenye akili nyingi anaweza kuzoea hali mpya haraka. Anaweza kuishi kulingana na jinsi mazingira yanavyomtaka aishi. Mfano, akianza kazi mpya, huchukua muda mfupi kuendana na mfumo mpya. Sifa ya 14. Mtu mwenye akili nyingi ana uwezo wa kujitathmini. Self reflection. Mtu mwenye akili nyingi hujiuliza, nimefanya vizuri wapi na nahitaji kurekebisha nini? Hii humsaidia kukua kila siku. Sifa ya 15. Mtu mwenye akili nyingi ana mtazamo chanya. Positive mindset. Mtu mwenye akili nyingi hata anapokutana na changamoto huona kama fursa ya kujifunza badala ya kukata tamaa. Pia anakuwa na shauku ya kufikia mafanikio, yaani anakuwa na motisha ya ndani ya kufanya vizuri, sio lazima kwa pesa au sifa, bali kwa kuridhika binafsi. Hitimisho. Kumbuka, akili si kitu kimoja tu. Ipo ya aina nyingi, kama akili ya darasani, akili ya kijamii, ubunifu na hata hekima ya maisha. Mtu mwenye akili nyingi si yule anayejua kila kitu, bali anayejifunza kila siku, anayefikiri kwa makini, anayetumia maarifa yake kwa vitendo. Habari njema ni kwamba sifa hizi zote zinaweza kujengwa. Hakuna anayezaliwa nazo zote. Ni mazoea unayojifunza kidogo kidogo kila siku. Basi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Nipende kukushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nipende kukumbusha usisahau kulike, komenti na kushare kwa wengine ili waweze kupata maarifa haya.